Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Nafikiri sauti inatufikia sote. Naam. Haya, awali ya yote tumshukuru Allah azza wa jalla. Hatimaye hivi sasa tunavyoongea tuko ndani ya mji wa Madina, mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mji huu hakika ni miongoni mwa miji ya kihistoria, na leo tunaomba tupeane tu baadhi ya dondoo, lakini siku ya kesho naomba pia niwape taarifa hii. Kwa mujibu wa ratiba iliyotumwa kwenye grupu, inaonekana kesho kutwa ndio tutakuwa na ile tour ya Madina, lakini kwa sababu kesho kutwa imekuwa pia ni siku ya kuingia raudha, kina mama alfajiri, kina baba saa 9, tukaona kidogo kama vile tutajiresi sana na hizi ratiba. Kesho itakuwa ndio siku ya ziara insha Allah. Kwa hiyo baada ya alfajiri tutapata chai, majira ya saa 1 kila mtu awe ameshajiandaa, ameshuka. Tutaingia kwenye mabasi tukafanya ziara baadhi ya maeneo ya kihistoria kama vile kwenye mlima Uhud, Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Tutakwenda pia kwenye mashamba ya tende pamoja na maeneo mengine kama muda utaturuhusu insha Allah taala. Hizi ziara tunazokwenda hazina mahusiano na hija, na mpaka sasa hija haijaanza mpaka sasa. Kwa hiyo bado tuko transit kwa lugha nyingine, lakini kikubwa kwenye mji wa Madina zaidi ya hizo historia ni kupata fursa ya kuswali kwenye msikiti huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama tunavyojua, anasema alayhi salatu wassalam, salatun fi masjidi hadha afdalu min 1000 salatin fima siwahu illa almasjid alharam. Swala moja kwenye msikiti wangu huu ni bora kuliko swala 1000 kwenye misikiti mingine isipokuwa msikiti wa Makka. Bimaana anayeswali moja hapa, iwe ya sunna iwe ya fardhi, kama vile ameswali swala 1000 misikiti mingine. Kwa hiyo jitahidi sunna zako swali msikitini, kama ni salatu duha, kama ni salatu witri, ili upate hizo fadhila. Kwa hiyo tusipoteze hiyo fursa, kwa sababu ni siku chache sana tutakazokaa hapa, lakini kwa uwepo wetu angalau tuongeze kujua historia ya maisha ya Mtume pamoja na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Tumependelea tukae hapa muda huu kwa lengo maalum. Kushotoni kwangu hapa tunaona hii sehemu ambayo imezungushiwa silini ukuta udini kwa maandishi ya Kiarabu, inaonekana tatwir hadiqati saqifati bani Sa'ida. Kama kuna renovation inafanyika kwenye hii sehemu ambayo inaitwa Saqifatu bani Sa'ida. Saqifa ni sehemu ya maskani, kijiwe ambayo imefunikwa kwa juu, inaitwa Saqifa. Banu Sa'ida hili ni kabila, wanaitwa Banu Sa'ida katika makabila ya Khazraj. Makabila makubwa yaliyokuwepo Madina ni Aus na Khazraj. Kwa hiyo Khazraj walikuwa na makazi yao hapa. Kwa hiyo kulikuwa na kabustani wamekafinika kwa juu, ni kama vile maskani yao. Wanakutana pale, wazee wanazungumza, wanapiga story, wanapanga mambo yao. Kwa hiyo inaitwa hadiqa Saqifati bani Sa'ida, bustani ya maskani ya Banu Sa'ida. Hapa pana historia hasa baada ya kufariki kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaeleza kwa mukhtasari. Sasa hivi ukiangalia hapo hamna kitu, huoni mti wala nini. Ni muda sasa serikali imezungushia hivyo mnavyoona kwa ajili ya kuboresha. Sijajua wanapanda tena miti au wanaandaa nini, lakini inawezekana miaka inayokuja pakawa na muonekano mzuri. Ndilo lengo lao, hatujui. Lakini zaidi ya hapo watajenga nini, watabishia vile vile au vipi, Allahu aalam. Hapa baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kufariki nyumbani kwake, nyumba Mtume alikuwa hapo msikitini, na insha Allah taala kama tutapata fursa na uwezo tukiwa kule tutaelezeana. Kuna sehemu ya historia utauona mji wa Madina ulivyokuwa mwanzoni. Ina maana hii sehemu ya msikiti ilikuwa ndio mji. Msikiti ulikuwa mdogo pale katikati, huku pembeni ndio kulikuwa kuna nyumba zimezunguka. Kuna ramani ya picha kabisa pale kama vile ya kuchonga ndani ya lile jengo ambalo kuingia ni kwa malipo. Tukikaribia kule tutaelezeana inapokuwa, inaonyesha ramani ya mji wa Madina kwa ujumla wake. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam alipofariki nyumbani kwake, ambapo alikuwa kwa Bi Aisha radhiallahu ta'ala anauguzwa hapo mpaka akafariki, Ansar wakakutana hapa kabla ya mazishi wakiwa na kiongozi wao Saad ibn Ubada radhiallahu ta'ala anhu.